Mimi kwa jina naitwa Javan, mimi ni mchungaji. Ninataka kujieleza kuhusu kisa cha msichana mmoja anaitwa Beatrice. Beatrice ni msichana ambayo alifiwa na mzazi wake. Akakaa katika eneo la poromoko kwa muda mrefu akiwa kama jirani. Lakini alipomaliza masomo yake ya darasa la 8, nikakuwa na moyo wa kuwa na tamanio ya kwamba aendelee na masomo hayo. Mimi na mke wangu tukajukumika juu ya kumshughulikia ili apate kwenda katika shule ya upili. Na nikamchukua msichana huyo ambaye anaitwa Beatrice, nikaenda naye paka katika idara ya ualimu pale Mpeketoni. Nikamkuta madam mmoja ambaye ni mkuu wa elimu, ambaye yeye ni Mswahili, na tukaongea naye kuhusu huyo msichana. Na akawa anaeleza ya kwamba angelipendezwa ya kwamba asome katika shule gani. Huyo msichana akapenda ya kwamba aendelee na masomo yake katika shule ya upili ya Mpeketoni Girls. Huyo mwalimu mkuu akatushikanisha pamoja na mwalimu mkuu wa shule ya Mpeketoni Girls. Baada ya hapo tuliposhirikiana, tulianza msafara sasa jinsi ambavyo huyu mtoto atakaoweza kuendelea na masomo yake ya shule ya upili. Baada ya hapo nilikuwa na tamanio ya kwamba nione jamii ambayo muhusika, wajomba zake ama watu wake wa karibu. Na nikamtuma huyo msichana kwa mjomba wake sehemu ya Hongwe pale Sese, na akaenda akamuona. Na baadaye mke wangu akapiga simu akazungumza na anti wake ambayo sijamuona kwa macho, lakini anakaa sehemu ya Uziwa ama Kiongwe. Na tulipopata jukumu hayo ili tupate kujua jinsi ambavyo tunaweza kumsaidia, finally msichana akasema ya kwamba familia ama jamii yake hawataki kuhusisha katika hali ya kumsaidia. Basi nilipoenda mahali pale nikaonana na anti yake, nikazungumza naye, lakini katika kuzungumza naye hakutaka kuhusika zaidi. Wakanipangia siku ya kwenda ili nikapate kuzungumza na wajomba wake. Lakini kwa wakati huo sikuwa na nafasi kwa sababu nilikuwa na majukumu mengi ya kikanisa. Na baadaye ni katika hiyo hali hawakupanga tena siku nyingine ya kukutana naye mpaka wakati huo. Basi msichana huyo nikampeleka shuleni na akapokewa na walimu mkuu na akaendelea na masomo yake. Muda baada ya term 1 term 2, huyo nikaja nikapigiwa simu na class teacher yake ya kwamba huyo msichana ameenda akamuona mwalimu wake wa kiume, na alipomuona mwalimu wake wa kiume akamwambia ya kwamba yeye ana mimba. Yule mwalimu wa kike wa kiume hakuweza kutatua jambo hili, akampelekea class teacher ambayo ni mwalimu wa kike, na huyo mwalimu wa kike ndio akanipigia simu na kunieleza. Aliponieleza kuhusu huyo msichana na akaniambia ya kwamba, nikamwambia kwamba kama amemwambia hivyo simdhibitishe. Hao walimu wakachukua utaratibu wao, wakampeleka hospitalini, wakaenda wakampima, na kweli akaonekana kweli ana mimba ambayo ni ya miezi 3 kulingana na vile ambavyo yeye alivyokuwa amesema. Akaulizwa na walimu, ninaeleza ripoti kulingana na vile mwalimu alivyokuwa ameniambia. Akaeleza na mwalimu, ni nani aliyokupatia mimba? Akamwambia ya kwamba kuna mtu ambaye anafanya kazi sehemu ya Wito, sijui ni Wito ama ni Mokoe. Hapo nimekosea kidogo, sikumbuki ni wapi. Baadaye akasema tena, baada ya hapo kufuatiwa atoe namba, akatoa namba feki, haikuweza kuingia. Baadaye tena alipofuatiwa tena akasema mtu ambaye anafanya kazi Equity. Baada ya hapo walipoenda Equity wakatafuta huyo mtu, hawakupata. Baada ya hapo hao walimu wakawa wameshindwa mahali pa kujua kwamba hiyo mimba imetoka wapi. Na baadaye tukakaa, mimi nilipotoka sehemu ya Promoko na kuelekea nyumbani,
Nikakaa wiki ya kwanza, wiki ya pili msichana hanielezi, akiwa yeye hajui kana kwamba mwalimu amenipigia simu na tumezungumza na yeye. Lakini baada ya muda akaita mke wangu, akamwambia mke wangu, mimi ninatoka na ninaenda kutoa mimba. Akamuuliza, unafanya nini? Kwa nini unafanya hivyo? Akamwambia kwamba hiyo mimba imetoka wapi? Akamwambia kwamba hiyo mimba ni ya Musa ambayo ni kijana wangu wa kwanza. Ni ya Musa. Hasa baadaye alipozungumza hivyo jambo, akamwambia kwamba usisubutu kufanya kitendo kama hicho. Na baadaye hakuweza kufanya, na hapo kuanzia hapo nilipomwambia kwamba ikiwa Musa ndio amefanya kitendo hiki, basi itabidi ya kwamba hautaweza kukaa nyumbani hapa nyumbani kwangu. Basi itabidi ya kwamba utoke uende kwa wajomba zako, ufanyie kesi na mtoto wangu ukiwa kwa wajomba zako, kwa sababu ya athari ya maisha yake. Mtazamo ninaweza kuelewa, mtazamo naweza kufahamu, si vile ndugu zake Musa wataweza kuelewa, na inaweza kuleta madhara kwake, aidha kupigwa ama kuadhiriwa kwa jambo lisio kwamba ni sawa. Basi huyo msichana alipotoka na akaenda kwa wajomba zake, ama kwa wajomba zake vile ambavyo alivyodaisha, akaenda hapa kwa wajomba zake. Baada ya hapo alipotoka tayari akaanza kudaisha ya kwamba mimi nimemfukuza, lakini si kwamba nimemfukuza, ni kwa sababu ya adhari ambayo inaweza kumpata akiwa amefanya kesi kulingana na vile ambavyo madai yake ya kwamba mimba hiyo imetoka wapi? Imetoka kwa kijana wangu ambaye anaitwa Musa. Na baada ya hapo basi mimi nikatoka, nikaenda kuona walimu, nikaenda kuona mwalimu mkuu, na tukakaa na yeye, tukazungumza na yeye, akapeleka mashtaka, nikazungumza pia, pigiwa simu na education officer kutoka Lamu, tukaongea na yeye, na baadaye nikatoka na nikaenda paka nikafika katika ofisi ya education pale Mpeketoni, nikamkuta mama yule tuliokuwa tumezungumza naye, ambao ni mwanamke, ni Mswahili, na tukaongea naye na akanielewa. Na baada ya hapo ikawa ni police case, wakaenda polisi wakastaki, na walipostaki askari wakaja nyumbani na wakachukua vitu vyake. Madaisha ya askari wakazungumza kwamba wakapata mahali pa kumhifadhi, na baadaye ndio wakamchukua na wakatoka na huyo msichana na vitu vyake, na wakaenda naye sijui ni wapi ambapo walipomweka.